palms, the way you're having palms coming out with their garments. Padre Daktari Patrick Asanga, mumishonari wa Konsolata anayetoka katika jimbo Katoliki la Kakamega, akiangaza muhtasari wa siku hii takatifu. The group of the scribes, the group of the others who are kind of offended by what is happening. They feel that this man, they want to make him a king. And even they go to Jesus and tell him, rebuke them, tell them to keep quiet. You don't want to hear of this. But Jesus tells them, of course, even if they keep silent, if they want to keep silent, even the very stones themselves will cry out. Today you want to be the few among those who are welcoming Jesus in this triumphant entry. Jesus who is our King, Jesus who is our Lord, welcoming him into our hearts so that he may walk with us, especially as we begin this Holy Week. Let us be reminded that it's just riding on a colt, a young one of the donkey, entering a humble king. It does not come with the glory of the king or the powers of this world that we know. It comes with the peace, or it comes with the anointing oil. Jumapili ya Matawi ni siku muhimu sana katika kalenda ya Kikristo ambayo huadhimishwa Jumapili moja kabla ya Pasaka. Siku hii inaashiria mwanzo wa wiki takatifu na huadhimisha kuingia kwa Yesu Kristo Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda, huku watu wakimlaki kwa furaha kubwa wakitandika mavazi yao na matawi ya mitende njiani. Tukio hili linapatikana katika maandiko matakatifu, hasa katika Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Luka na hatimaye Injili ya Yohane. Maadhimisho ya Jumapili ya Matawi yana historia ndefu na ya kipekee katika kanisa. Asili yake ni tukio halisi la kihistoria lililotokea miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Wakati Wayahudi na wafuasi wa Yesu walimkaribishwa kwa shangwe kama Masia au mfalme aliyeahidiwa. Hata hivyo, tafsiri ya kitheolojia ya tukio hili inaonyesha kuwa Yesu hakukuja kama mfalme wa dunia kwa nguvu za kijeshi, bali kama mfalme wa amani na unyenyekevu. Kupanda kwake punda badala ya farasi wa kifalme ilikuwa ishara ya unyenyekevu na utumishi kwa watu wote. Katika makanisa mengi duniani, Jumapili ya Matawi huadhimishwa kwa maandamano ya waumini wakiwa wameshika matawi mitende au miti mingine inayopatikana katika maeneo yao. Hata hivyo, seminari ya Konsolata iliyoko hapa Karen haikusalia nyuma katika kutekeleza tendo hili takatifu, bali haikuwa na budi kujiunga na tukio hili, ambapo mapadre wakiongozwa na Padre Daktari Patrick Asanga, watawa wa kike na wa kiume, wa seminaristi pamoja na kinadada wa mabweni walifuata nyayo za Yesu Kristo na Wayahudi. Matawi hayo hubarikiwa na kuhifadhiwa kwa heshima hadi Jumatano ya Majivu almaarufu Ash Wednesday ya mwaka unaofuata, ambapo huchomwa na majivu yake hutumika kuwa kwa ishara ya toba. Maandamano hayo huambatana na nyimbo za kumsifu Yesu, kuonyesha furaha na matumaini walionayo waumini katika kumpokea Kristo maishani mwao. Zaidi ya tukio la kihistoria, Jumapili ya Matawi hubeba ujumbe mzito wa kiroho. Inawakumbusha Wakristo kuhusu umuhimu wa kumpokea Yesu si kwa maneno tu au kwa matendo ya nje kama ilivyofanyika Yerusalemu, bali kwa mioyo yao ya ukweli yenye unyenyekevu na toba. Pia ni ukumbusho wa jinsi watu walivyogeuka kwa haraka. Waliompokea kwa shangwe siku hiyo hiyo walikuja kumshutumu na kumkataa siku chache baadaye akasulubiwa msalabani. Hili linatufundisha kuhusu udhaifu wa binadamu na umuhimu wa kuwa mwaminifu kwa Mungu wakati wote, si wakati wa raha tu. Aidha, Jumapili ya Matawi ni mwaliko kwa Wakristo kujiandaa kiroho kwa ajili ya wiki takatifu ambayo inaadhimisha mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa Yesu. Ni kipindi cha tafakari, toba na kujidhamini upya kuhusu maisha ya kiroho, imani na mahusiano na Mungu. Katika baadhi ya madhehebu ya Kikristo, siku hii pia huambatana na ibada maalum ya kusoma hadithi ya mateso ya Kristo almaarufu Passion Narrative, ambayo huweka msingi wa kuelewa dhamani ya sadaka ya Yesu kwa wanadamu. Kwa ujumla, Jumapili ya Matawi si tu tukio la kidini, bali pia ni urithi wa kiimani unaounganisha Wakristo duniani kote.
Ni siku ya matumaini, lakini pia ni ukumbusho wa mabadiliko ya tabia mwanadamu, kushindwa kwa uaminifu wa kweli na ushindi wa upendo wa Kristo hata katikati ya mateso. Kwa kuadhimisha siku hii, Wakristo wanahimizwa kuishi maisha ya imani, upendo, msamaha na unyenyekevu, mafunzo ambayo Yesu mwenyewe alisimamia kwa maneno na kwa maisha yake. Katika mazingira ya sasa ambapo dunia inakumbwa na changamoto nyingi kama vile migogoro, magonjwa, ukosefu wa haki na maadili, ujumbe wa Jumapili ya Matawi unaendelea kuwa na umuhimu mkubwa. Yesu anapokuja tena, si kwa punda wala kwa shangwe za nje, bali katika mioyo ya waumini wanaomwamini na kumkaribisha kwa imani ya kweli. Ni wito wa kila Mkristo kujiuliza, je, nimempokea Kristo kweli moyoni mwangu? Kwa hivyo Jumapili ya Matawi ni siku ya furaha, lakini pia ni siku ya tafakari ya kina. Ni mwaliko wa kumkaribisha Yesu Kristo kama mfalme wa amani katika maisha yetu ya kila siku na kujitayarisha kwa makini kwa ajili ya Pasaka, sikukuu ya Wakristo inayosherehekea ushindi wa uzima dhidi ya mauti. Kutoka studio ni Son of Magi, nikikuaga kwa msema kwamba matawi yanayomkaribisha mfalme wa amani yawe ni ishara ya toba na unyenyekevu wa kweli moyoni. Kwaherini. Kabla ya Pasaka, watoto wa Kiyahudi walimlaki Bwana siku sita kabla ya Pasaka. Watoto wa Kiyahudi walimlaki Bwana. Nao walikaza sana